Hello at Maseno University. Today, Muye's official production is here to measure mainly on our topic and the biggest show in Maseno, campus life. Are you ready for it? We are ready and we are coming for you. But before we measure into our major topic, campus life, we are going to talk about the state of the nation. We are all aware what's going on in Shakahola at Malindi, and now it's been all over the nation throughout this week. So we are going to take your views about this issue that's going on in our nation currently. What's your take? What you say? What do you have to say about it? Habari sana. Kwa majina naitwa Moi Moses. Niko na show yangu inajiita Campus Life. But kwa sasa tunaongelelea swala linaloendelea na linalogonga vichwa vya habari kwa sasa kuhusu mambo yanayotokea Shakahola. Na ningependa kutoa maoni yenu kutoka kwenu wanafunzi wa Maseno, nione what's your take on it and what do you have to say about it. Pengine unaweza tuambia unaitwa nani kwanza? Kwanza naitwa Steve. Unaweza pandisha sauti kidogo? Naitwa Steve. Mwanafunzi wa mwaka wa 4. Unatokea sehemu gani? Mimi sasa kwetu ni huko Kisii. Kwenu ni Kisii? Yeah. Okay, sawa sawa. Hata kama wewe si mkazi wa huko lakini ili limekuwa swala la kitaifa. Yeah. Sasa wewe nikuulize pengine maoni yako ni gani kulingana na swala hili la Shakahola, ama unaona ni kipi kinachofaa kufanywa ili kuzuia vitu kama hivi? Mwanzo hiyo ni swala zima ya religion. Sasa ni kawaida kuna freedom of worship. Na mtu akitaka kuabudu vile anataka ana uhuru ambao amepewa kwa katiba. Sasa kuhusu swala zima hilo kwamba kwanza ile mtu apewe kibali ya kuwa mhubiri, nafaa ukuwe na cheti na ukuwe umeidhinishwa ndo upewe ruhusa ya kuwa na kanisa lako. Ama kwanza Kenya iko na makanisa kama madhehebu kama 900 na zaidi. Sasa ili kupunguza hivyo inafaa mtu mwenyewe mwenye kanisa ama mwenye kuanza hiyo kanisa awe na cheti cha kumruhusu. Kwa hivyo kulingana na wewe unamaanisha mtu anapopata cheti hata kama anafanya mambo ambayo si sawa, ni sawa as long as ako na cheti na ni kanisa, imani yake tu imguide. Si sawa. Mtu akiwa na cheti na bado lazima afuatiliwe ili ajulikane ni mambo gani anaendesha katika hiyo kanisa yake. Hiyo ndio misingi unataka iwekwe ili kukabidhi mambo kama haya. Sasa tuongelee shakazima la Shakahola na mhusika mkuu akiwa ni Pastor Mackenzie. Wewe unaona ni hatua gani inafaa kuchukuliwa juu yake? Okay. Kuhusu Pastor Mackenzie bado hatujajua juu uchunguzi bado unaendelea, lakini swala zima alifai. Sasa na watu kama hao wakipatikana wao wamefanya kosa la uaji. Na kosa la uaji ni kifungo cha maisha. Anafaa tu. Kwa hivyo unavyosema wewe si sawa alichofanya? Si sawa kabisa. Ni makosa. Sawa sawa. Unaweza uambia nini watu wengine wanaokusikiza hivi sasa? Watu nawaambia kwamba mtu ukiwa na uhuru wa kuabudu, hakikisha kwamba unaabudu katika madhehebu ambayo yameidhinishwa na yanajulikana na mienendo yake ni sawa. Na kupitia hivyo watu wengi watajiepusha na dhini kama hizo zenye zilikuwa hapo Shakahola. Sawa. Umetuambia unaitwa nani? Mimi naitwa Steve. Steve kutoka Kisii. Yes. Sawa, tumeshukuru sana kwa maoni yako. Nashukuru. Sawa, unaweza kutupata kwa mitandao yote ya kijamii. Utafute tu Muye's Official Production. YouTube, Instagram, Facebook, utatupata huko. Sawa. Utoe maoni yako ni kuhusu hili swala la Shakahola kule. Umesema wewe ni mkazi wa Pwani, si ndio? Ni maoni yako ni gani kulingana na swala hili la Shakahola? Hilo sasa unajua limekuwa swala la kimataifa kwa sababu kile kitendo kilichoendelea kule si cha kutia moyo hata kidogo. Mimi kivyangu ningeomba tu serikali ingilie kati na haki ya wale ambao kwamba walikuwa wanadhulumiwa pale iweze kupatikana, kwa sababu huwezi kuchukua maisha ya mtu ukimwahidi kwamba atapatana na Yesu. Hilo ni jambo kwamba si la kuridhisha kabisa. Yaani hapo wale wahusika wakuu pale wachukuliwe hatua za kimsingi sana. Na wewe nikuulize, ungependa hatua gani zichukuliwe kwa watu wanaohusika na mambo haya? Mimi naona kimsingi sheria ni msumeno.
ukata mbele na nyuma. Sasa wewe kama umekata mwenzako mbele, basi ule msumeno kupitie pia na wewe huko nyuma. Na imani umeelewa hapo. Kwa sababu dawa ya dhambi ni dhambi bwana. Mambo kwamba utasameheana hapa, alafu ulipo mbinguni huo ni uongo. Msumeno ukate mbele na ukate nyuma vile vile. Sawa sawa, asante sana Bwana Omar Tubwa kwa maoni yako. Tumeshukuru sana kwa maoni yako na tutakutafuta tu. Inshallah. Asante. Shukran sana. Sasa tafadhali mtazamaji, leo nimepatana na vijana wakuu hapa. Wataji introduce then tutaingia katika mjadala wetu ambao siku hii ya leo tulikuwa tunauzungumzia, na limekuwa janga kubwa sana katika nchi hii yetu ya Kenya, na it has been a national matter. So today I was collecting the views from the students of Maseno, and I've been privileged to get some executives of an association from Maseno. They shall introduce themselves and we shall go on from there. Pengine kwanza niweze kufahamu majina yenu na mnatokea wapi kwa ufupi tu. My name is Enokai. I'm from Malindi. I'm the ex-chairperson of MUKSA. MUKSA is Maseno University Coast Student Association, and I'm privileged and grateful to be hosted by Muye. Na pengine kaka, unaweza kuintroduce kwa lugha unayojisikia uko sawa tu. My name is Benjamin Mwashuma, fourth year, and taking economics with IT, and I was the treasurer of MUKSA, that is Maseno University Coast Student Association. Okay, sasa nyinyi wote ni wanafunzi wa mwaka wa 4. Shakahola Masaka. So I want to get your views. I was interrogating some students of Maseno around the gate and the answers were very hectic. Yeah. And I want your views. I want to get your, how do you take this matter? And what are we going to do to ensure that such things are not going to happen? Especially you said you come from Malindi, yeah? The same happens to you. Yes. So before we measure into it, tell us, you as a resident in Malindi, did you know about this before it became a national matter? Okay, as from my side, naweza sema Mackenzie amekuwa Malindi na hadi kanisa lake limejengwa Malindi, hadi katika tenure ya Governor Kingi kulikuwa na kule msukosuko wa kusumbuana kulingana na mafunzo yake ya kuwa elimu ni kama haramu kulingana na yeye. Na ni ukweli amekuwa Malindi, amepotosha wengi walioweza kusikiliza na kutekwa akili na elimu yake. Na mimi langu kuu ambalo naliamini ni kwamba sikuwa ati anaongea tu bure, lazima kwa mtu wa kawaida hawezi kufanya maamuzi kama hayo. So kulingana na wewe maoni yako unasema kwamba amekuwa kwa muda mrefu na mmekuwa mkiyafahamu mambo anayoyafanya hayakuwa sawa. Inajulikana hadi ilikuwa mambo ya polisi na mahakamani, na kunazo hatua zilizokuwa zinachukuliwa na viongozi, lakini siwezi ongelea zaidi. Unajua mambo ya mahakama, tunaheshimu rule of law. So kwa hivyo ni jambo ambalo limekuwa kwa muda mrefu, lakini tuseme limekuwa limefumbiwa macho tu. Yeah, ni jambo ambalo limekuwa hadi imefikia a point ya kwamba kunao wenye hawakuwa wanaheshima kwao kabisa kwa sababu yake yeye. Na hadi mimi mwenyewe nishaishuhudia kwa baadhi ya washirika wake wakitumishwa kazi. Kwa mfano kama hapo kanisani kwake mwaka wa 2020 hapo wakati wa COVID, niliona mimi mwenyewe, lakini authorities zinajua. So tutarudi kwako, pengine tuende kwa Bwana Benjamin, utuambie kuna huyu MP wa Magarini ameshikwa kwamba amekuwa na allegations za kusema kwamba
kuna bibi zake wawili wamezikwa katika madhabahu yake kwa ile kanisa. Je, ni ukweli? Kama wewe mkazi wa Malindi unaufahamu haya mambo? Kwa ukweli ningependa kuanza kwa kutambua huyu Bwana Mackenzie, kwa sababu tumekuwa kanisa lake na kwetu mali nakaa ni mali padogo sana, kwa kutembea dakika 15 umefika. Na huyu bwana tangu mwaka wa 2017 nilipokuwa form 2, ile bwana marafiki zangu wenye tulikuwa tumemaliza nao class 8 walikatakata certificate zao, vyeti zao. Wanafunzi uliosoma nao wewe? Naam. Walikatakata vyeti vyao. Walikatakata vyeti vyao kwa sababu gani? Kwa sababu ya mafundisho ya Pastor Mackenzie. Wanasema kuwa hakuna elimu kule mbinguni yenye watu wataingia nayo, na si vizuri mtu akingangana na elimu ya dunia, bali ni kungangana na elimu ya mbinguni. Ndiposa marafiki zangu wengi walikatakata, waliokuwa na shiriki katika hekalu hilo, na wakaacha hata shule. Unaye mmoja alikuwa kwa Maranda, akaacha shule, akaamua akuwe tu yeye tu mtaani. Kwa hivyo ni jambo ambalo limekuwa linajulikana. Ni jambo lilijulikana tangu mwaka wa 2017. Yule bwana ndipo alipoleta hayo masuala, lakini hatukujua kuwa yangefikia kiwango hiki. Yeah. Sasa pengine utuambie zaidi kuhusiana na serikali, ni wapi kuna mapungufu? Kwa sababu kama ni jambo lilikuwa linajulikana, hadi serikali ilikuwa inaingilia kati, because hata March tu juzi amekuwa mahakamani na ametolewa kabondi ya 10,000 tu. Pengine nilipi unaweza kusema kwa serikali, sababu ni kama serikali imelegeza mkono kidogo. Maoni yako ni gani? Kwa kweli serikali haikuchukulia hili jambo kwa uzito sana, kwa sababu huyu bwana watu wengi waliacha shule, na hiyo ni mbaya, ni kuharibu kizazi kifuatacho. Na kwa kweli yule bwana alikuwa afaa achunguzwe mienendo yake kuanzia ile wakati mpaka sasa, lakini yule bwana ni kama walizubaa kidogo. Yule bwana akafanya makubwa ambayo watu walikuwa hawatarajii. Kwa hivyo mtu mwenye anakuja na itikadi kali, ukiona like analeta mambo ambayo si sawa, especially kwa katiba yetu ya Kenya, anafaa afuatiliwe pole, afuatiliwe, uchunguzi ufanyike. Kila anapotembea, anapoenda mali, anafanya kila kazi zote, anafaa achunguzwe. Kwa hivyo hapo kwa kweli serikali haikufuatilia ule uchunguzi, kwa sababu ule bwana ni kama alikuwa amesimama na msimamo wake, akisema kuwa hizo vitu zake lazima atafanya. Ni kweli. Sasa pengine tukirudi kwako Bwana Kai, unaweza kutuambia ni hatua gani ambazo tunaweza kuchukua ili kujiepusha na mambo kama haya? Kwa sababu ni mambo ya katika dini, mimi ningependa kusihi viongozi wa nchi wa dini, walio katika ulingo wa dini, ya kuwa wawe katika forum moja, ya kuwa wata regulate mtu asikuwe chini ya certain laws na mtu asiende above certain criteria ambazo zitafanya wakuwe wanaabudu na wanapoule uhuru wao wa kuabudu. Na pia hadi tumeona majuzi tu Ezekiel akishikwa, na mimi kivyangu tusiseme tu ni serikali tu peke yake, inaweza kuwa hadi pia kuna baadhi ya wachungaji wanaweza kuwa wamehusika kuchochea mambo kama yale, kwa sababu tunajua vita vya katika ulingo wa dini. So mimi ningependa wachungaji wa kujenezo rules ambazo ni standard za kuwa kanisa linafaa kubehave hivi, mafundisho yao yawe hivi na kila kitu, kwa sababu bila hivyo basi itabidi makanisa mengine yavunjwe, kwa sababu ukiachia viongozi wa serikali hawataruhusu mambo kama hayo yazidi kuendelea, na ni kama wanapoteza kizazi. So mimi yangu ni kwamba watu wawe au wachungaji waketi pamoja, waangalie watafanya lipi na gani aliruhusiwa katika dini. Mtu akipatikana anafanya kama hayo, atolewe, asitambulike kama mchungaji. Yeah. Na pengine kwa hili swala la Mackenzie kuhusishwa na Ezekiel kwamba wanafanya kazi pamoja, wewe kama mkazi wa Malindi unalichukuliaje ili swali na ukweli ndani yake, ama ni uvumi tu? Mimi naweza sema ni uvumi, kwa sababu bado wanachunguza. Sasa hiyo ni uvumi tu, lakini
kama vile Pastor Ezekiel amepeana fursa na nafasi ya kuwa wachunguzwe, wachunguze, wabaini ukweli uko wapi, alafu baadaye tutajua kama ilikuwa ni uvumi wanataka kuhakikishiwa kwamba ukweli umesimama wapi, na lengine pia wajue, je, kama ilikuwa wanahusiana pia yeye achukuliwe hatua, na kama hako wanahusiana wampe tu nafasi yake, endeleze injili ya Yesu. Bwana Benjamin, umetuambia kwamba wewe umemfahamu sana Bwana Mackenzie kitambo sana, na kwenu ni karibu sana na kanisa lake, na amekuwa na allegations kwamba amesema ya kwamba alifunga kanisa lake kitambo ili kuingia katika ulima. Je, ni kweli ako katika, ni mkulima kwa sasa ama bado anaendeleza kazi yake ya pastor? Kwa kweli mtumishi Mackenzie alifunga kanisa lake, alisema hadi vyombo vya habari kwa pale maripota, akasema kuanzia leo nimeacha mambo na kuwa pastor, si mchungaji tena, nimemaliza kazi yangu ya kuhubiri, kwa sasa nimeamua kwenda kuanza ukulima. Ilikuwa mwaka gani pengine za tuambie? Mwaka wa 2020, akisema kuwa yeye hataki tena mambo na uchungaji, anapenda sasa aende akashughulike kwa mambo na ukulima kule Shakahola. Na hapo watu wengi waliamini kuwa yule bwana ameenda kwa sababu ya ukulima, hadi ile kanisa lake lilitumika kama hall ya kuhost viongozi wa siasa. Hadi ile mwaka wa siasa uliopita, yule bwana ile hall yake ilikuwa inatumika na wanasiasa kupiga kampeni. Ya, na inavyosemekana ni kwamba ile kanisa yake ilipokuwa kitambo, watu walikuwa kienda pale wanaelekezwa mahali anaishi. Hili ni swali lilikuwa likijulikana ama lilikuwa likifanywa tu chini ya maji? Kwa kweli hilo swala mimi sikulisikia kuwa kuna kuelekezwa mahali anaishi. Because allegations zinasema kwamba alikuwa watu wakielekezwa mahali anakaa, watu wengi hawakuwa wanatoka pale. Hilo swala sijalifahamu. Wewe hulifahamu kabisa? Kabisa. Sawa sawa. Na pengine kumalizia tu, ningependa unaweza kuambia nini Wakenya wenzako, wewe kama mwanafunzi wa chuo kikuu cha Maseno, unaweza kuambia nini? Wanaweza chukua tahadhari gani ili kujiepusha mambo kama haya? Kivyangu mimi ningependekeza Wakenya wote wakuwe macho na hao wachungaji. Kunavyo vituko huendelea katika mahekalu ambavyo si sawa kulingana na Biblia na kulingana na sheria ya Kenya. Kunavyo vitu vingi ambavyo unafaa kuona na akili yako, saikolojia yako, uone kweli hivi havifai, hivi si vya kawaida. Usikuwe brainwashed na wachungaji ambao ni bandia, ambao wako na personal interest. Wapo wachungaji ambao wanataka tu kujiendeleza wao wenyewe. Wapo wachungaji ambao wana itikadi zao ambazo ni kinyume na Biblia. Kwa hivyo tuwe macho, tufanye lenye linafaa, tufuatilie, tujue kweli wachungaji wa kweli ni wapi, ndipo tuendelee kwa imani zetu za Kikristo. Kwa hivyo unaungana mkono na Mheshimiwa Ida Odinga aliposema kwamba all churches should be regulated and should be registered under the government? Naam. Kwa kweli hao wachungaji ningependekeza wapewe mwanzo mafunzo jinsi ya kufunza neno la Mungu. Wasiende kinyume na lile neno. Najua neno kuna kila mtu kuna venye analitafsiri kivyake. Wewe unaweza hubiri verse fulani tofauti na mhubiri mwingine. Kwa hivyo ningependa wawe na utafsiri mmoja, waende kulingana na sheria. Kwa hivyo Kenya waeke sheria za kuchunguza wachungaji, za kuwa control, wasiende mahali ambako baadaye kutaleta maafa. Sasa tukimalizia, Bwana Kai, nimesikia Mheshimiwa mama wa taifa Aisha Jumwa amesema kwamba endapo Mackenzie ataachiliwa na ataonekana mjini Malindi, basi wananchi watachukua hatua mikononi mwao. Je, unaliunga mkono swala hili, ama wewe kivyako utasikiaje ukipata Mackenzie ameachiliwa na mambo kama yale ameyafanya na ameachiliwa huru tena? Kufikia pale ambapo hili jambo limefika hadi msimamo wa kaunti ya Kilifi Assembly
county assembly ni kwamba endapo Mackenzie atachiliwa kwa bond hadi MCAs wata strike. Yeah. So mimi singefurahi kwa sababu ni kama masaka na pia ni haki lazima ipatikane. Kwa hivyo acha sheria ifuate mkondo wake, na endapo kama atapatikana hana hatia basi tabii tumeheshimu sheria. Lakini mimi kumalizia, ningependa kuwasihi ndugu zangu ambao katika chuo na ambao katika vyuo tofauti Kenya hii ya kwamba tusitegemee sana binadamu, tumtegemee Mungu, na Mungu anakusikia mahali popote utakapoomba. Dunia imechafuka, imefika wakati wa kwamba kila mmoja anafunza kitu ambacho anahisi ni sawa, lakini usawa ni umoja. Na ningependa kuwasia kwamba wakapate kusoma Biblia, wakapate kujisomea Biblia kwa sababu wengi wanapotoka kutujua. Yangu ni hayo. Sawa, asanteni sana. Basi msikilizaji wangu, unaweza kutoa maoni yako katika comment section hapo chini, na usikose kusubscribe. Haya ni maoni kutoka kwa Bwana Kai na Bwana Benjamin Mwashuma. Je, maoni yako ni yapi? What you say on this topic? Kindly don't forget to subscribe and follow me on all social media platforms at Muyes Official Production. Welcome. Kama unatoka kanisa, ndio unaweza saidia waumini wengine waweze kujua nini wanafaa kufanya ili kuepukana na mambo kama haya. Wanafaa kuomba.